maneno ya kijana mmoja aliyeteuliwa na Mungu kuwa mfalme. Katika umri mdogo huo, kijana huyu alitolewa katika uchungaji, na alitolewa na Mungu mwenyewe katika uchungaji wa kondoo, uchungaji wa mifugo ambayo ilikuwa ni ya babake. Kijana huyu katika kufuga na katika kuchunga wale kondoo aliopewa na baba yake alipitia mengi. Kijana huyu aliona jinsi ilivyo vigumu sana katika moyo wake kuona ya kwamba hata kondoo mmoja hamuoni katika zizi lake. Kijana huyu anajua uchungu wa kumpoteza kondoo. Alikuwa anajua uchungu wa kuona kondoo akivamiwa na simba, na kijana huyu angechukua ala zake ikiwemo kombeo ili kuweza kupambana na wale simba. Basi katika uzoefu wake kijana huyu alikuwa akitayarishwa kuwa mfalme, na si kuwa mchungaji tu wa mifugo, bali kuwa mchungaji wa kundi lake Mungu, taifa lake Mungu, taifa la Israeli. Katika mapambano yake yaliyokuwa madogo, lakini mapambano aliyotumia nguvu zake zote ya kuhakikisha kwamba kondoo wote walioenda nyikani kulishwa wanarudi wakiwa salama, Mungu aliongezea kijana huyu nguvu itokayo mbinguni, ujasiri usiokuwa wa kawaida na nguvu za kimbingu ambazo zilifanya akaweza kupigana na jitu kubwa jina lake Goliathi. Ndiposa katika miaka yake ya kuwa mfalme, akiwa katika ikulu yake, kijana huyu akiwa sasa umri wa uzee, akakaa chini na akaandika maneno matamu, maneno ya kitabu cha Zaburi, zikiwemo zaburi nyingi alizotunza. Zaburi hii moja inanipatia nguvu siku ya leo. Katika Zaburi mlango wote wa 23, kijana huyu akaandika maneno matamu: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Maneno haya yalichukuliwa na mwanaharakati mmoja katika mwaka wa 1650, wakati maneno haya yalipokuwa published, yakachapishwa kuwa wimbo katika kanisa la Waadventista. Maneno haya yalipochapishwa yalikuwa vile vile yalivyokuwa katika ubeti huu wa Zaburi 23. Mchapishaji alihakikisha ya kwamba hakuna neno hata moja ambalo limeweza kubadilishwa, na ndiposa mwandishi huyu akaandika wimbo huu kwa Kizungu, kwa Kiingereza. Wimbo huu ambao ulikuwa translated kwa Kiswahili: Bwana ni mchunga, the Lord is my shepherd. Alipoandika wimbo huu alihakikisha kwamba anaweka katika hali ya kishairi, na utaona ya kwamba yapo maneno fulani ambayo yalibadilishwa katika original translation ya English, yalibadilishwa kidogo ili kuweza kurhyme, lakini alihakikisha kwamba maana yake imewekwa jinsi halisi ilivyo. Lakini cha kunipendeza zaidi, mwaka wa 1915, ukiangalia katika kalenda ya historia ya ulimwengu, mwaka huo ulikuwa ni mwaka wa pili wa vita vya ulimwengu vya kwanza, the First World War.
14 kulikuwa na mzozo na kulikuwa na kutamaushwa, yamkini hata kwa Wakristo ulimwengu mzima. Lakini yupo kijana mmoja anayetoka Scotland ambaye jina lake ni James Leith McBain. James Leith alikuwa ni mwimbaji wa zaburi za Kiskotland. Alipata waraka huu wa wimbo huu mzima ambao uliandikwa 1650 na akaubadilisha tuni yake ambayo leo hii ndio tunayoimba nayo. Alitumia maneno haya ili kuweza kuwapatia tumaini wale ambao walikuwa wanapitia hali ngumu za vita vya ulimwengu huu. Na jambo ambalo mwandishi huyu aliweza kutuachia ya kwamba Bwana ndiye mchungaji na sitahitaji. Ikiwa Bwana anakuchunga, hakuna jambo lolote unalihitaji katika maisha yako. Katika majani mabichi malisho yangu, yapo majani mengi. Huenda kawa tunapitia majani yaliyokauka, na huenda tukawa tunapitia majani yaliyokatwakatwa, majani yaliyoteketezwa, majani yaliyoliwa na nzige. Lakini hapa mwandishi anatuambia kwamba Mungu anatulisha majani mabichi yaliyo safi. Majani haya ndiyo malisho yetu katika maisha yetu, na anatunywesha maji matulivu. Wenda ukawa unakunywa maji na maji haya hayajatulia. Wenda ukawa katika hali zako za kibiashara, lakini ni maji yasiyo matulivu. Wenda ikawa unafunza watoto shuleni, unahitaji karo, ni maji lakini hayajatulia kwa sababu ya changamoto nyingi zinazokuandama. Mwandishi anatuambia kwamba Mungu aliye mbinguni, ambaye ni Bwana na mchunga wetu sisi kama kondoo wake, anatuelekeza katika maji yaliyotulia. Swali ambalo ninawaachia wakati huu tunapoenda kutafakari maneno haya, tunapoimba wimbo huu, je, ni mara ngapi umesikia mkono wa Yesu? Ni mara ngapi umesikia mguso wa Yesu katika maisha yako, ukiwa kama mguso wa mchungaji aliye bora? Ama je, huenda kama haujachukua muda kufikiria hili, ni kwa nini basi uweze muamini huyu Mungu kama mchungaji wako aliye bora, atakayekulisha majani mabichi, atakayekuelekeza katika maji yaliyotulia maishani mwako? Lakini cha muhimu zaidi, ni jambo gani utakalolifanya wewe? Ni jambo gani utakalolifanya mimi, kwa marafiki zangu, kwa familia yangu, kwa jamii yote, kwa kanisa, ili waweze kuona Yesu, waweze kumwona Mungu kama mchungaji aliye mzuri, mwenye upendo na mwenye huruma katika maisha yao. Mungu atubariki tunapoendelea kutafakari maneno haya. Bwana ni mchunga kijiji.